agencies. Kweli hiyo akili mko nayo iko juu. Na mimi nimeona hii kitu mnasema mtajenga hospitali yenu ambao watu watakuwa wanatibiwa bure. Nimeona hiyo pia ni kitu kizuri sana kwa kufanya. Kwa sababu hata ukienda usikize ile story ya Pastor Ezekiel ule wa Mavueni ule wa Nyota, akiwa kotini vile aliongea, alisema pesa yenye anakusanya kwa kanisa amejenga dam, amejenga labs zenye ziko na facilities ambao university zile zingine hazina. Haya, amejenga ma secondary school standard sana, amejenga ma swimming pool. East Africa ndio the biggest and the smartest swimming pool iko Mavueni Kilifi. Na amejenga mahospitali kubwa zaidi, iko na facilities zote. Amejenga dam, maji kikauka huko Mavueni anasaidia majirani na maji ya bure. Na hiyo dam ni kubwa, ina cover almost 1 acre and something. Nilimsikia tu akiongea akiwa kotini. Na kama yeye washirika wake ni only 10,000, alisema ni kama like 10,000 wenye wanashiriki kwa ile kanisa yake. Na Kenya tuko 50 million plus. Kwa nini tusifanye mambo kama hiyo? Kwa sababu kama serikali yenyewe imekataa kutufanyia mambo yenye ilikuwa imetupromise, na tumeona Ruto akiokota pesa anajenga zile affordable housing. Kwa nini na sisi tusifungue kitu kama welfare, kama Wakenya tufungue kama welfare fulani ambao tutaenda tufungue account, pesa ziingie kwa simu ya mtu ama kwa account ya mtu. Tufungue welfare account hata kama ni kwa bank fulani yenye tutaelewana nayo, iwe ni cooperative, iwe ni Equity ambao ni kubwa, ile banki zao hizi kubwa kubwa. Tufungue, alafu hiyo pesa tukue kila mtu kwa mwisho wa mwezi mwenye ako kwa welfare anatoa kama 100 shillings per month. Hiyo ukimultiply na hiyo 50 million per 100, hiyo itakuwa ni pesa ngapi? Itakuwa ni pesa nzuri sana. Tunaweza jenga hiyo hospitali kila mwezi. Tukijenga hivyo, hata kila county inaweza pata hospitali, hata level iko na level 10, hata wacha level 5 kila county. Haya, hiyo pesa hatutaacha kutoa hiyo 100. Tukimaliza kujenga hizo tunaweza kuingia tujenge madams kwa kila county, ambao county zenye zimekauka kama huku Ukambani huku nini, tuwajengee madams pia. Ni wananchi wa kwetu tupande, kwa sababu mchanga yetu iko sawa Ukakamba. Tunaweza jenga barabara sana. Unaona ma-accident sasa hii imekuwa mengi, watu wanasema ati wengine warudi shule wakasome, ati wenye kama uko na miaka 5 kwa barabara na leseni yako ile hajamaliza miaka 5, inafaa urudi tena shule ukasome. Hiyo haitasaidia, barabara ni ndogo. Ninashindia kuwaambia kampuni hizi kwa Mombasa za malori, unashtukia kampuni kama Motrix ananunua lori 400 at once na akona malori milioni 1 na anaweka kwa ile barabara. Kuna kampuni kama Kioga, kuna kampuni kama PN Mashuru, kuna kampuni kama Bash, kuna kampuni kama Wantuan, kuna kampuni kama, yani kampuni ni mingi, na kila mtu akinunua gari zake. Na hakuna sasa, ukisikia kampuni hizo nataja, hakuna kampuni inaletanga gari 100 chini ya 100. Mtu akileta gari analeta more than 100, na akona gari karibu milioni 1 na kitu. Na hizo gari zote zinaingia kwa hii barabara ya wakati wa Moi. Ilikuwa ni hii tu, hii barabara moja tu, one lane tu peke yake. Kwa hivyo sasa kama maendeleo inaendelea hivyo, Uhuru alijaribu kupanua port, lakini sasa hako jenga barabara hizo. Kama Kenya sasa hivi hali imefikia, inataka ikuwe na two-way traffic. At least tupunguze hiyo msongamano wa magari. Si ukitoka Nairobi kwenda Mombasa, kuovertake gari ni shida. Unaona? And then utakuta mtu ametoka nyumbani huko, amepiga makiroro yake na gari ndogo, anataka kukimbia, sio afanye nini, maybe afike nyumbani ama achukue nini kitu, ana overtake, analazimisha gari ana overtake. That's why unakuta hiyo msongamano ndio inafanya accident inakuwa mengi. Alafu mna blame drivers ama mna blame ni barabara pia ni kidogo. Iwapo hata driver kama ata overtake vibaya atafanya makosa, lakini bado barabara ni ndogo. Sababu
utakuta kuna kampuni za malori ambao haziweki gari mafuta, dereva anaenda na speed ya 20. Kuna mtu ako kazi, labda kuna biashara anaenda kufanya ama kuna meeting anaenda kumeet, na hiyo meeting labda kuna ile time wanafaa kumeet kwa hiyo meeting, na ametoka kimbia, anapata gari inaenda na speed ya 20. Can you imagine? Na imeweka msafara wa malori kutoka malori inakuwa imeshikana na magari imeshikana, hakuna kuovertake kwa sababu gari ni mingi na zinafuatana hapo nyuma. So ule mtu akipata kachanzi kidogo ndo anafinya na anatoka, na akitoka na hiyo kachanzi kidogo akikosea timing ndio unashtukia hizo accident kubwa zinatokea. Kuna askari mmoja alikuwa pale ukiingia junction, wale kofia nyeusi walikuwa wanasimama pale. Ule askari alikuwa akisaidia kwa sababu pale kuna kamlima, ulikuwa ukikuja gari inaenda speed dogo kama hiyo speed ya 10 na nyuma yake ameweka msafara, alikuwa anasimamisha hiyo gari anaiweka kando. Gari zinapita, alafu anamwambia wewe boss, endelea. Hatuna shida na wewe. Tulikuwa tunataka kutoa jam. Lakini kama alipigwa transfer yuko pale tena. Kwa hivyo nikisema hivyo nilikuwa nasema aje? Nilikuwa nasema tukifungua kitu kama welfare, tukue tuna save pesa yetu through welfare na account, na tufungue bank fulani hivi kama Equity, kama cooperative. Hiyo pesa itakuwa inaingia hapo, na hakuna mtu anaweza toa zile pesa pale kwa ile account. Kama ni kitu ni material ama nini, tumeelewana na engineer unataka milioni ngapi kujenga hii hospitali, anasema anataka milioni 20 ama milioni 50. Bank tunaiallow inalipa ule engineer. Bank yenyewe ndio italipa huyo engineer, imlipe hiyo 50 million atengeneze. Kama ni mtu tumemtoa nje anakuja kutengeneza hapa Kenya, hakuna vile huyo mtu ataingia kwa ndege arudi kwao kabla hajamaliza hiyo contract, kama hajamaliza hiyo kazi. Juu watu wengine wanakuja wanachukua contract, wanaenda kwao, wanarudi nje, wanaenda kukaanga huko, kazi ikiendelea, ikikwamia pale, ikikwamia yeye ako kwao, amerudi ameenda kukula pesa yetu. Kwa hivyo mimi hiyo kusema mnajenga hospitali sijaona ni mbaya, sababu ukiwa kwa welfare kuna vile tunaweza kuwa na registration fulani, uko na namba yako, kila mtu amepewa namba yake. Mwenye ako kwa welfare, unajua watu akili zote hazitoshani, kuna wengine watakuuza hiyo maneno. So kama wewe ni mtu wa kupuuza maneno, unawekwa kando. By the time utapatikana na shida ya magonjwa na nini, utaenda kwa hospitali ya serikali. Tutaendelea hivyo, tujenge ma secondary schools, tujenge ma primary schools. Kama wewe uko kwa hiyo welfare, mtoto wako anasoma bure. Kama uko kwa hiyo welfare, mjukuu wako atasoma bure. Kama uko kwa hiyo welfare, mtoto wako atatibiwa bure. Kama uko kwa hiyo welfare ambao inatoa pesa, uko active, si ati kukaa kuingia tu na bad, uko active kwa kutoa pesa, kwa sababu ni pesa kidogo, just 100 shillings per month. Unaona? Mimi naona hiyo itasaidia. Na hiyo 100 shillings per month, tukijenga hizo vitu zote, kama ni madaktari itakuwa na uwezo wa kulipa hata madaktari, itakuwa na uwezo wa kulipa walimu kama ni hiyo tumeni. Kwa hivyo mimi sioni hiyo mawazo mko nayo kama ni mbaya. Sababu tukisema tutategemea hata serikali yetu, tutaiamini, hakuna mtu atakuja mzuri. Hata tukisema tupigane na Ruto, hata afadhali tuache tufanye hiyo mambo yetu na tuache Ruto tu aendelee hiyo miaka yake 10 amalize. Kwa sababu sasa tukija kuanza kupigana na yeye tunataka kumtoa, mambo maybe haitakuwa poa, haitakuwa, hakuna mtu atakuja kuingia ati yaokoe hii Kenya. Kila mtu ataingia na tumbo yake, anataka kutupanua tumbo yake. Tusidanganyane bwana. Matiang'i wamekula na akina Uhuru bwana, wamekula vizuri sana. Alafu walivyomaliza kukula wakagawana pesa na nini kwa account kweli. Kama Gachagua mnamwamini ni truth man, alisema kwa pesa kwa account kwa kikapu yao ya serikali walipata hakuna kitu. Hiyo pesa waligawana akina Uhuru na akina Matiang'i. Matiang'i akaenda kununua mashamba huko nje, akaenda kulima huko. Sasa kwa sababu Gen Z walikuwa wanasoma na walikuwa wanasikia Matiang'i ni very tough kwa mtihani na nini wakati wa Ministry of Education, ndio maana sasa wakaanza kutaja Matiang'i. Na yeye Matiang'i aliposikia anatajwa akakuja na hiyo power ya Gen Z, kwa sababu imemtaja na Gen Z wengine wamekufa, wamemwaga damu. Sasa hawa watu wa kuzoea kukulia kwa Kenya wamepanua matumbo, wana benefit kutokea na damu yenye ilimwagika ya Gen Z huko parliament. So mimi sioni kama kuna mtu mzuri kusema ukweli. Gachagua alipokuwa hapo, huwezi ongea mdomo ukiwa na chakula. Kwa sababu Gachagua alipokuwa kwa serikali alikuwa anaongea kuhusu serikali kutoka asubuhi mpaka jioni.
Alipoibichiwa sababu ya kila wakati kuvuta upande wa kwake, alipoibichiwa sasa ndio ameenda against ni anasema atatupea siri. Mbona hakutupea hizo siri akiwa ndani pale? Kwa hivyo jamaa, hakuna mtu mzuri atakuja kutuokoa. Mimi I support hiyo, mnasema mtajenga hospitali. Ina support hiyo maneno yenu. Kama itawezekana tuongeni Kikenya, tuongeni wa Kenya kwa nini tuungane, tuongeni kimoja, tujifanyie mambo yetu. Serikali kama itafanya yao tuta appreciate. Tusibumbuane nao ati wanakata nini, wanatuwekea mashawa. Kata chenye watakata, lakini sasa tukue tunajifanyia kazi. Ndio sasa after hiyo all that year mtu akienda retire, tunakuja tunafungua sasa koti yetu. Tunafungua koti, haya tunaita huyo mtu, sisi kama wa Kenya tulichanga 100. Ulikuwa unatukata 500. Tuonyeshe vitu ziko worthy kukatwa 500 kwa kila Mkenya. For only 10 years umekaa kwa kiti. Tuonyeshe ni nini na nini ulifanya. Ambao tulikuwa tunakatwa 5,000 ama tulikuwa tunakatwa pesa fulani inaingia kwa serikali. Tuambie pesa ilikuwa inaenda wapi. Tunafanya hesabu, umekaa miaka ngapi ndio retire 10. Haya, katika hiyo miaka 10 umekata wa Kenya pesa ngapi kwa kila mwezi, pesa fulani. Haya, hiyo pesa lipa, kama huwezi lipa tunakunyonga. Hiyo story inaisha hivyo. Shukrani kama kuna mtu nimeuliza.